Iran kupitia kamanda wao wapuuzilia mbali hatua ya Marekani ya kutuma meli za kivita Asia Magharibi, wasema ni ya kimaonyesho. Kamanda wa jeshi la Iran amepuuzilia mbali mkusanyiko wa meli na ndege za kivita za Marekani katika eneo la Asia Magharibi zilizoshuhudiwa wiki chache za hivi karibuni na kuitaja kuwa hatua ya kimaonyesho, huku kukiwa na mvutano kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran na kwamba kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ametoa jibu madhubuti kwa hila hizo za hali ya juu. Brigedia Jenerali Mohammad Jafar Assadi ambaye ni naibu inspekta wa makao makuu ya kati ya jeshi la Hatamul Anbiya amesema taifa letu linajua vyema kwamba meli na silaha nyingine ambazo sasa zimetumwa katika Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman zimekuwa zikisafiri katika sehemu mbalimbali za dunia kwa miaka mingi. Ameongeza kuwa kutumwa meli katika Ghuba ya Uajemi kumeingia katika awamu ya propaganda na kwamba jibu la kitendo hicho cha tamthilia lilitolewa vyema na Ayatollah Said Ali Khamenei ambaye alisema hivi karibuni kwamba bila shaka meli hiyo inayobeba ndege ni chombo hatari, lakini hatari zaidi kuliko chombo hicho ni silaha inayoweza kuzamisha meli hiyo chini ya bahari. Kamanda Mohammad Jafar Assadi amekumbusha namna maadui wa Jamhuri ya Kiislamu walivyoshindwa kwenye kipindi cha miaka 47 iliyopita dhidi ya nchi hii na kusema, tunatumai kwamba wale wote wanaochochea vita kama Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na utawala wa Kizayuni wa Israeli hatimaye watatokomea katika eneo la Asia Magharibi kama uvimbe wa saratani. Brigedia Jenerali Mohammad Jafar Assadi ambaye ni naibu inspekta wa makao makuu ya kati ya Hatamul Anbiya pia amesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran viko tayari kwa vita kwa ajili ya kuihami nchi na kwamba vitachukua hatua madhubuti na kwa nguvu zote kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Sasa nikwambie, Marekani wao wenyewe wanaendelea kushangaa kwa nini Iran haijasalimu amri licha mashinikizo yao ya kijeshi. Ni wamefeli Marekani au Iran ni kweli kuna silaha nazo ambazo ni hatari zaidi? Nikwambie, mjumbe maalum wa Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi Steve amesema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha mshangao mkubwa kuhusu sababu zinazofanya Iran isikubali masharti ya Washington katika mazungumzo yanayohusu mpango wake wa nyuklia. Akizungumza katika mahojiano na Lara Trump kwenye kituo cha Fox News, Witkoff amesema kuwa Trump alionekana kukerwa na misimamo imara wa Iran wa kutosalimu amri. Witkoff alidokeza wazi kuwa Trump alidhani Iran inapaswa kulegeza msimamo wake kutokana na shinikizo kubwa linaloikabili. Witkoff amesema rais anaelewa kuwa ana chaguo nyingi mezani, lakini ana shauku ya kujua kwa nini chini ya shinikizo hili lote la kijeshi, hasa uwepo mkubwa wa meli za kivita na nguvu za baharini, Iran haijasema wazi hatutaki silaha ya nyuklia na haya ndio tuko tayari kufanya. Witkoff amedai kuwa Iran imeongeza kiwango cha urutubishaji wa urani zaidi ya mahitaji ya matumizi ya kiraia, akisisitiza kuwa mstari mwekundu wa Trump unabaki kuwa urutubishaji sifuri wa urani. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia, ikiwa ni pamoja na urutubishaji urani, ni kwa ajili ya malengo ya amani kama hasa kuzalisha nishati na pia kwa ajili ya sekta za tiba, kilimo na viwanda. Katika mahojiano hayo, mjumbe huyo wa Marekani pia alithibitisha kuwa amekutana na Reza Pahlavi, mwana wa mfalme wa zamani wa Iran. Alisema mkutano huo ulifanyika kwa maelekezo ya rais bila kufafanua zaidi juu ya maudhui yake. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kuwa Marekani haijawahi kudai kusitishwa kabisa kwa urutubishaji wa urani katika mazungumzo yasiyo moja kwa moja yanayoendelea, huku akionya kuwa baadhi ya wenye misimamo mikali wanajaribu kuisukuma sera ya Marekani kuelekea katika vita visivyo vya lazima na vya maafa. Abbas Araghchi ametoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza kwenye kipindi cha Morning Joy cha kituo cha television cha Marekani MSNBC siku ya Ijumaa, akirejelea duru ya hivi karibuni ya mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Iran na Marekani yaliyofanyika Geneva siku ya Jumanne. Araghchi amesema mazungumzo hayo yamelenga kuhakikisha kuwa mpango wa nyuklia wa Iran, ikiwemo urutubishaji, unabaki kuwa wa amani. Ameelezea duru hiyo kuwa nzuri sana, akiongeza kuwa pande zote mbili zilikubaliana juu ya kanuni kadhaa za msingi zitakazoongoza mchakato wa mazungumzo. Kwa mujibu wa Araghchi, Teherani itatayarisha rasimu ya makubaliano yanayowezekana ndani ya siku 2 au 3 zijazo, ambayo baada ya kuidhinishwa na mamlaka za juu yatakabidhiwa kwa Steve, mkuu wa ujumbe wa mazungumzo wa Marekani. Araghchi pia ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa vitisho vya kijeshi vya Marekani dhidi ya Iran katika wiki za hivi karibuni licha ya kuendelea kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Amesema, natumai kwamba wale wanaotafuta vita na wanaotaka kuikokota Marekani tena katika vita isiyo lazima na yenye madhara makubwa hawatafanikiwa
waruhusu wanadiplomasia kufanya kazi kwa pamoja ili kupata suluhisho la kidiplomasia ambalo naamini lipo ndani ya uwezo wetu na linaweza kufikiwa kwa muda mfupi. Hayo yakiendelea, mshauri wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu kuhusu masuala ya kimataifa amesema uchunguzi kuhusu kesi ya wanasiasa wa Marekani na washirika wao magharibi katika kadhia Jeffrey Epstein umeibua kashfa kubwa katika nchi za magharibi kati ya nyanja zote. Al-Akbar Velayat ameandika kwenye sehemu ya makala yake kuhusu kudhoofika na kuporomoka ustaarabu wa magharibi sambamba na kuibuka tena ustaarabu wa Kiislamu Iran kama kashfa ya Epstein ni mwisho wa ustaarabu wa kimaonyesho wa magharibi. Ameongeza kuwa uchunguzi wa historia ya karne kadhaa zilizopita unaonyesha wazi kwamba ustaarabu wa magharibi, bila kujali madai yake yasiyo na msingi eti ya kutetea haki za binadamu na maadili, umekuwa ukitegemea vurugu, unyonyaji na kuchochea vita. Amesema kuanzia kugawana dunia baina ya nchi za wakoloni kulikosimamiwa na Papa hadi vita vya dunia vilivyosababisha vifo vya mamilioni ya watu, mauaji ya kimbari ya Bosnia kwa msaada wa wazungu hadi mauaji ya watu wasio na hatia huko Gaza, yote yameunda msururu wa uhalifu unaoendelea leo hadi vita nchini Ukraine. Vilevile Iran imejiunga na nchi na mashirika kadhaa ya Kiislamu na Kiarabu katika kulaani vikali kauli za balozi wa Marekani kwenye maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, aliyedokeza kuwa Israeli ina haki ya kupanua uvamizi wake hadi sehemu kubwa ya Asia Magharibi. Taarifa hiyo imejiri baada ya Mike Huckabee, balozi wa Marekani kwenye utawala wa Israeli, kusema kwenye mahojiano kuwa ingekuwa sawa kabisa iwapo Israeli ingenyakua ardhi yote kati ya mto Nile nchini Misri na mto Frat katika ardhi za Syria na Iraq. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghei, amesema matamshi ya Huckabee ni uthibitisho wa wazi wa ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani katika vita vya uchokozi vya upanuzi wa utawala wa Israeli pamoja na mauaji ya kikoloni dhidi ya Wapalestina. Hayo yakiendelea, wawakilishi wa Russia na China kwenye mashirika ya kimataifa yenye makao yake mjini Vienna, Austria, wamesisitiza suluhisho la kidiplomasia kwa suala la nyuklia la Iran. Kulingana na shirika la habari la Mehr likinukuu gazeti la Izvestia, Mikhail Ulyanov, mwakilishi wa kudumu wa Russia katika mashirika ya kimataifa kwa Vienna, amesema wawakilishi wa nchi hizo tatu, Russia, China na Iran, wamesisitiza kwenye mkutano wao na Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomic, juu ya udharura wa kutatuliwa kwa njia ya kidiplomasia suala la miradi ya nyuklia la Iran. Maafisa hao wa China na Russia wameeleza kwamba njia bora kuipatia ufumbuzi kadhia ya nyuklia ya Iran ni mchakato wa kidiplomasia. Hivi majuzi pia Sergei Lavrov, waziri wa mashauri ya kigeni wa Russia, kwa mara nyingine aliionya Marekani kuhusu matokeo mabaya ya chokochoko yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran. Lavrov amesema kwamba chaguo la kijeshi dhidi ya Iran halidhamini usalama wa nchi yoyote. Katika wiki za hivi karibuni, hasa kutokana na ongezeko la kupelekwa wanajeshi wa Marekani katika sehemu mbalimbali za Asia Magharibi, Moscow imetoa maonyo makali ya kidiplomasia kwa Washington kuhusu matokeo mabaya ya hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran. Shukrani kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.